utapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapu la chuo hakuna aliye huru. Yeah. Campus life, kila mtu na njia yake. Wewe kijana, mbona umekaa kinyonge? Kulikoni? Mbona niko sawa, yaani niko sawa tu, nielekeze mwanangu. Uko sawa? Ngoja nitulie kwanza hivi. Ngomze hapa. Oya. Hivi wachumba wanakuja kweli au mieyusho tu? Maana ile dakika hii ndugu yangu unajua? Wanakuja, maana nimeongea na Isinaini na Miki wamesema hapo wanakuja. Okay, sawa. Vipi lakini ile siku? Mwanangu. Ile siku nilienjoy sana sana. Zile ulipokwenda ilikuwaje? Mimi si kwa magi mzee. Kule nilikutana na Totos. Sijui tena mimi mzee wa Totos. Yaani of course enjoy, yani mambo yalinyoka. Mwanangu. Mimi nilipokwenda kule. Sili mshangazi bwana alinitunza. Alinitunza mpaka kaa nasema hivi nilichelewa wapi kuwa na mshangazi kama yule. Mimi nakwambiaga ukiwa na mshangazi baba una enjoy, yani unafanya mwenyewe kwa sababu vichenje vipo. Unaona? Mimi mwenyewe na mshangazi niko nao. Unaona? Yani siku hizi watu wafumbie ya kuwaonga sibu kumiza chips hata azisumbui. Hao napita tu, lakini mimi nipo kwa mshangazi yani. Unajua? Kaka, ngoja niendelee kuenjoy. Sio unasikia nini? Kwa makini sana kuendesha gari, yani kwenye steering pale. Kwa makini sana. Unajua hata mshangazi yenyewe. Usijali kaka, nitajitahidi. Usijali. Okay. Haina noma, tuendelee kusubiri viumbe, maana unajua tena discussion. Usijali. Tuendelee kusubiri lakini usijali, ndio maisha bado. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu. Unacheka mchana usiku na waza kesho, maisha chuo sio lele. Mary, za holiday vipi? Nzuri tu lecture. Tangia siku hiyo niombe ruhusa mpaka leo kimya. Mambo tu yaliingiliana. Mambo yaliingiliana. Ndio. Achana na hilo, so nilokuitia hapa kwa siku ya leo. Leo nimekuita hapa kwa sababu nataka nikubadilishie mfumo mzima wa maisha hapa chuoni. Nataka upendeze, ufaulu vizuri. Na mambo mengine kama hayo, yani uenjoy, ila kwa sharti moja tu. Wengine wanasoma, wengine wanapambana. Anaambia kiongozi, njoo bana huku kwenye mchongo mzuri. Unajua mimi mambo ninayoyafanyaga huku, mimi najifanyaga mgonjwa huku, nakuwa yani mgonjwa sana, na huwa naenda naomba napata hela. Wewe unalala wapi? Wewe feri sasa. Utaniona mimi nishakuwa na mipesa sasa hivi. Ndio hivyo sasa. Changamka. Mimi niko huku mjini. Ndio kazi yangu hiyo. Sana. Hicho kitu ni kizuri mno. Kwa kujifanya wewe mgonjwa. Mimi kwangu mbona freshi tu. Sharti gani? Sharti lenyewe ni jepesi sana, ukilifanya utaenjoy. Hata kama njia sio safi kabisa, campus ni shule ya maisha, pia unafundishwa vitu ambavyo haviko darasani. Kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi, utapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapu la chuo hakuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba
Nimlete simu hiyo. Una maana gani Lecture? Si umeelewa? Au unataka kuwa kama mtoto? Sijaelewa, ndio maana nimeuliza unamaanisha nini yani? Au acha kuwa kama mtoto. Kama hujaelewa, naomba ukape utafakari hayo maneno yanamaanisha nini. Zeni kushaelewa yanamaanisha nini, na lazima uelewe yanamaanisha nini. Alafu utanicheki. Haya. Nenda ukafikirie. Kwa hiyo ndugu yangu, ndio hivyo. Mimi naishi mjini kwa akili sana, kwa kujifanya mimi mgonjwa ili watu wanichangie. Bro, nikishafika hapo hivi mambo yote yatakaa sawa, wala usiwaze kabisa. Ndio maisha yangu mimi hayo. Nimetoka kijijini nimekuja mjini. Ndio hivyo. Sasa wewe Zubaa huko kijijini upigwe na jua ulime mpaka kuchoke. Mimi maisha yangu ndivyo. Kwa hiyo ndio hivyo nilipokuambia. Kaka, wewe si ndio ambaye ulikuwa unakuja unatuomba msaada kwamba una uvimbe wa tumbo, au sio wewe? Ni mimi blaza. Sasa kwa nini unatumia utapeli huo kututapeli sisi wanachuo? Unajua sisi ni maisha magumu na bado unazidi kutuomba msaada tukusaidie, na sisi kwa roho ya ubinadamu tukaamua tukusaidie. Lakini kila ambacho tumekusaidia kumbe umetega kama vile kitega uchumi. Blaza, kweli like serious? Blaza, na mimi ndo maisha yangu hayo nilikuwa napitia kutokana na changamoto, ila kwa sasa hivi nimeacha. Natamani sana kile unachokiongea, lile neno ambalo umehitimisha umeacha, basi ingekuwa hivyo. Kwa sababu blaza, sikia nikwambie, sisi wanachuo kwa kweli ile siku tulijitahidi sana kwa namna ambavyo tunaweza. Sio kwamba sisi maisha yetu ni mazuri, ni mabaya sana. Hata hivyo tunajikaza tu kusimama hivi na kupendeza, hapana. Kwa hiyo jaribu basi kutafuta angalau kama kazi nyingine ambayo inaweza kukushughulikisha wewe hapa mjini, ukawa unafanya angalau ukawa busy kuliko kuwa busy na utapeli. Kiufupi utakuja upigwe na watu ambao wana roho mbaya. Na hapa hivi nimekuhurumia, ningekurekodi haya maneno kisha nikaonyesha kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya kule siku za nyuma. Blaza, kwa makini. Blaza, nisamee. Nimeacha kabisa na sitarudia. Haya, sawa. Mimi nilikuwa napita hapa hivi. Karibu. Nashukuru sana blaza. Kwa hilo siwezi kuacha. Oh, karibu sana. Asante. Vipi? Safi tu. Leo nimeamua kukuita nyumbani kwangu kwa sababu mazingira ya hapa ni masikivu. Hakuna kelele yoyote, na hisi mipango yetu itaenda sawa. Okay. Ni vizuri sana kuwa na binti msikivu kama wewe. Yaani nimekupigia simu moja, umefika kwa wakati. Vipi kuhusu mpango wangu nje na kazi? Hey, please. Tufanye kitu chochote hapa. Kwa sababu muda wenyewe hautoshi. Tufanye kitu chochote hapa, achana na hizo habari. Unajua na wenyewe ni mojawapo wa mpango wetu. Nielewe basi. Mbona unataka kuelewa? Nishakwambia sikutaki. Sitaki kuelewa kwa sababu mimi nakupenda. Utanikera. Oh, maybe I think I should go. Naomba urudi basi tuendelee na mpango wetu. Vipi kuhusu kila ambacho nimekuagiza? Mpango wetu unaendeleaje? Vizuri. Unaendelea vizuri? Kuna kitu chochote ambacho umekipata kuhusu kila ambacho nimekuagiza? Haujapata kitu chochote? Vipi? Uko poa lakini? Niko poa. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Vipi kuhusu mpango wetu unaendeleaje lakini sasa hivi? Mpango unaendelea vizuri tu. Vizuri. Kuna kipi cha kunionyesha kwamba nijue mpango unaendelea vizuri? Hapo kuna ikingo nikuoneshe. Afu hii ndio itatumika tu kama udhaifu wake. Oh, kumbe hadi kitu hiki anakifanya vizuri kabisa. Inaonekana wewe ni binti ambaye
ni msikivu sana. Sasa kabla hatujawahi kuonyesha dunia kwamba huyu anakifanya hiki kitu, inapaswa tutekeleze mpango wetu ule wa kwanza. Si unaokumbuka? Inatakiwa sasa hivi tutoke hapa tuelekee mpaka kwake, tukafanye kile ambacho tulipangiana, ili ajue kwamba mpango umeanza kutekeleza. Utanitumia baadaye hiyo picha, sawa? Nitakutumia. Okay. Kinachotakiwa tuanze safari sasa hivi kuelekea kwake. Okay? Siri zimejaa ndani yake, mapenzi utapeli na Mwanaidi. Sol. Mambo vipi Mwanaidi? Poa, za kwako? Salama. Samahani kwa kukupotezea muda wako. But kuna kitu cha msingi sana ambacho nilikuwa nataka nizungumze na wewe kama utojali. Sijui unaweza kuniruhusu? Ongea tu lakini haraka haraka kwa sababu nina mambo ya kufanya. Asante. Unajua bwana, katika chuo tunakutana na watu tofauti tofauti sana. Wewe pia unanifahamu kama mtumishi na mimi nakufahamu kama Mwanaidi. Lakini katika harakati zote za maisha huwa kuna kitu kinaitwa mapenzi. Hii ni story kubwa sana ambayo watu wengi huwa tunaanguka. Sasa tunapokuwa tunaanguka tunashindwa kujua kwamba tumeangukia katika kileo gani. Kifupi mimi nimekuwa kama chai ambayo haina sukari. Sisikii ladha yoyote ndani ya hiki kinywaji ninachokunywa. Labda nikwambie nisizunguke sana. Mimi nimetoka kuvutiwa na wewe. Ni kitu gani kimefanya uvutiwe na mimi? Vipo vingi. Nahisi nikianza kuvitaja sasa naweza nikamaliza dakika kama 800 hivi, lakini wacha tu uelewe kwamba mimi kwa kweli kitu ambacho kimo ndani ya moyo wangu ni upendo. Karibu bana rafiki yangu Miki. Hapa ndo kwangu, hapa ndo ninapoishi. Naishi zangu mwenyewe. Vipi? Wow. Ni pazuri. Pia nimepapenda. Mimi nasema siku nyingi wana tamani sana nipajue hapo. Sema ndio imekuwa siku ya kwanza. Okay, ngapa. Karibu. Niambie. Pendo tu kwako. Napenda sana. Mimi nipo kama uji ambao umekorogwa bila unga. Hautaitwa tena uji. Nakupenda. Okay, sawa, nashukuru kwa kuniambia unachokifikiria ndani ya moyo wako, lakini kwa sasa mimi sikutaka kusikiliza upuuzi kama huo. Kwa sababu ukianza kuniambia mambo ya upendo sasa hivi mimi siamini katika mapenzi. Kwanza hela unazo? Ndangu. Unaweza ukawa na hela lakini zikakunyima usingizi. Kwa sababu pesa zinanunua kitanda lakini hazinunui usingizi. Ila moyo unanipigia mashairi na ngonjera, huna hela. Samahani, naomba niondoke, nina mambo mengi ya kufanya. Kumbuka umenisimamisha tu. Kumbuka pia hata hilo ni jambo kubwa kwangu. Kwa hiyo na mimi pia ni mambo yangu makubwa ambayo nimeweka. Siku nyingine ukipata muda wa kuongea mambo ya maana na mimi ndio utanifuata, lakini kwa sasa please over please. No. Sasa wewe na nili? Hapa ni bora nikaendelea kusali tu. Hivi vitu vingine navivamia tu. Hivi hapa hakuna mtu kweli ambaye anaweza kuja kunizuru mazingira haya. Maanake mimi ukiniona hapa sina mwili wa ngumi. Ndio mwili wangu ndivyo mbamba, ndio ni wetu wa mapenzi. Sasa ndio kuna mtu ningekuleta hapa babangu. Niko peke yangu, niko mwenyewe najiamini, ndio mama amekuleta kwangu. Au una sosi gani? Hapo kama ndoka, moyo wangu ndio umetulia sasa. Vipi? Unaonaje urafiki wetu? Ninge move stage, move hatua kutoka kwenye urafiki nyingine kwenye mapenzi. Miki, mbona uko chap sana? Yini uko una haraka sana? Kwa sasa hivi tunaongea mambo mengine bana. Mambo ya mapenzi kwa kwanza, tupige kwanza story zingine. Ndio. Na hizo ni mojawapo ya story. Itakuwa fataka. Kaka ndo tayari. Ni watu watatu bwana, kuja na kuja. Wanasumbua au kitu? Mambo. Oh, really fresh. Kumbe ndo is 9. I don't know it's 9.
Karibu. Toka nje mkwani. Ngoja kwanza. Vipi kwani? Nijua mtu mwenyewe mtu. Kumbe naweza kukupiga hata bila kukasirika. Haya, nini mbona sikufahamu, sikujui, ghafla tumekuja kwangu. Relax, utanijua. Nimekuja kwa moja kama sio mawili. Wewe unajifanya mjanja. Unatesa moyo wa master. Mimi ningejua labda sijui mtu ataka, sijui mdu. Mbona umetumwa na mdudu mwenzio? Hakuna jipya. Oh, jipya. Trust the process. Ile unaona sio jipya. Demu wake au ndo nini? Au kwa kutuma. Ndio vote unataka kusema. Ila ni hivi. Hii ndo kwanza game inaanza. Si unanielewa? Nipishe kwanza. Kuja nitakuitia mwizi. Mwizi. Bahati yako mbwa. Na ujue kuja kwa watu vizuri. Dada nitakuona. Mwizi. Zimejaa ndani yake mapenzi, utapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapula chuo hakuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu. Unacheka mchana usiku na waza kesho. Maisha chuo sio lele mama bro. Miaka mitatu minne inapita fasta, marafiki wengine wanapotea njiani, lakini ukivuka salama na degree mkononi, unajua ulipigana vita usionekana. Kapula chuo, kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi, tapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapula chuo hakuna aliye huru, wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu. Unacheka mchana usiku na waza kesho. Maisha chuo sio lele mama bro.